Asante sana Iringa. Aya, asante sana. Iringa peoples. Asante sana wana wa Iringa. Kama kawaida mmetisha. Najua Makala alikuwepo jana hapa, Makala za uso. Amepigwa mswaki. Hii ndio Iringa mjini bwana. Haina shobo. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na meza kuu yote itifaki imezingatiwa na nimetambua, ukiwemo Mwenyekiti wa Mkoa William Mungai. Ndugu zangu wana wa Iringa, na wasalimu salamu kutoka maeneo kadhaa tulikopita. Sisi kama chama tuko kwenye ziara ya operation maalum inayoitwa No Reforms No Election, yani bila mabadiliko hakuna. Ziara hii tulianza siku ya tarehe 23, takriban siku 8 zilizopita pale Mbeya mjini, tukapiga mtiti. Baada ya hapo mwenyekiti wa taifa akachukua ruti kuelekea mkoa wa Rukwa, na makamu mwenyekiti wa taifa John Heche akachukua ruti ya kuelekea Kyela, Njombe, mpaka tumekuja kukutana hapa Iringa leo. Tumepita mikoa yote mitano ya Nyasa. Mwenyekiti amefanya mikutano 14 solid pamoja na stop by, yani kusimama sehemu mbalimbali kusalimia wananchi, mikutano takriban 2. Kwa hiyo tumefanya mikusanyiko takriban 15 na mwenyekiti wa taifa, huu leo ukiwa wa 16 Iringa mjini. Tulianza Mbeya mjini, tukaenda Nkasi kaskazini kwa Aida Kenan, Mheshimiwa mbunge, ambapo tulifanya mikutano Kabwe, tulifanya stop by na Manyere, tukaenda tukafanya mkutano Kirando, tukaja jimbo la Nkasi kusini, tukafanya mikutano Wampembe, na baadaye tukafanya mkutano kwenye kijiji cha Ntalamila ambako story yake mwenyekiti wa taifa atakuja kuwapa hapa. Baada ya hapo tukaenda jimbo la Kalambo Matai, tukapiga mkutano wa kufa mtu pale. Tukafuata Sumbawanga mjini, tukaenda siku iliyofuata Kwela pale Lahela. Tukiwa njiani kwenda Tunduma tukasimama Momba, jimbo la Momba, tukafanya mkutano kijiji cha Ndalambo. Jioni tukafanya mkutano Tunduma. Kesho yake tukaenda Vwawa, na asubuhi, mchana na jioni tukaenda kumalizia Mbozi pale Mloo kwa kamanda Pasco Haonga. Hiyo ilikuwa ni ruti ya mwenyekiti taifa, ambao mimi nilikula tagi pale pembeni, nilikuwepo pale pembeni akibandika. Ukibandua mwenyekiti akaja kubandika mtiti mbaya sana CCM. Siku ya 8 tu CCM ameshachanganyikiwa kabisa. Makamu mwenyekiti John Heche baada ya kutawanyika kutoka Mbeya alikwenda akafanya mkutano Kyela, akafanya mkutano Rungwe, akafanya mkutano Njombe, kikaenda kunuka Makambako pale ilikuwa noma kabisa. Akaenda kufanya mkutano Nyololo, akaenda kufanya mkutano Ifwagi, akafanya mkutano Mafinga, akafanya mkutano Magubika, akafanya mkutano Ilula, Migori, na leo tumekuja kukutana hapa Iringa mjini ambapo wanaenda kukinukisha kwa pamoja makamu na mwenyekiti mwenyewe wa taifa. Ndugu zangu, huko kote tulikopita tumekutana na kiu kubwa sana ya mabadiliko. Ni wazi kabisa wananchi walio wengi wameichoka kabisa CCM na hawaitaki. Badala ya kupeleka hizo fedha kwenye mabomu,
wapeleke hizo fedha kwenye madawa ya katibu wananchi wa Tanzania katika maeneo mbalimbali ikiwemo Iringa mjini. Ndugu zangu, haiwezekani ili mimi niwe mbunge watu waumizwe, watu wapate vilema, watu wauawe. Mimi ni muhanga wa hii system mbovu ya uchaguzi. Japokuwa nimekuwa mbunge kwa miaka 10, lakini mwaka 2010 ili nitangazwe nilienda kugombea Mbeya mjini, nikapata ushindi landslide, kura nyingi sana. Lakini ili nitangazwe ilibidi tutoke tuchome matairi, tukate miti, tuzibe barabara, turushe mawe, tuvunje sijui nini, tulazimishe polisi wa pushback ili mkurugenzi aweze kututangaza. Hali kadhalika 2015 nitoe mfano wa mimi mwenyewe, pamoja na kuwa mbunge niliyepata kura nyingi. Maana yake pale Mbeya mjini tukiamua tumeamua, wananchi walipiga kura mpaka zikawa zinamwagika. Yaani maboksi yamejaa, kura zinazomwagika zote wanaona Chadema sugu, Chadema sugu, Chadema sugu. Lakini napo ili kutangazwa ilibidi tuchome matairi, tukate miti, tuweke barabarani, tukate nguzo na kurusha mawe. 2020 ndio kabisa jamaa Magufuli, yeye polisi nao akaona hawatoshi, yeye akatuletea na vifaru na magari ya deraya ya jeshi kwenye mitaa ya jiji la Mbeya. Unatoka nje unajiuliza, hapa niko Mbeya Green City au niko Gaza ya Palestina, kwa namna mabomu na magari na moshi ulivyotanda angani. 2020 hali ilikuwa mbaya sana. Ule ni mwaka ambao mimi nilisema kama hali ndio hii, kabla hata hatujaja na mpango wa chama binafsi nilisharudi nyuma. Kwa sababu siku ya uchaguzi, kesho yake naamka asubuhi na kwenda kwenye kambi yetu. Tulipokuwa na kambi ya uchaguzi, kutoka nyumbani kwangu kama mwendo wa dakika 10 kwa gari, nimetoka nje, kila ninayekutana naye, huyu ana gongo anachechemea, huyu sijui ana ogo la mkono, mwingine nikimcheki ana bonge la plasta kwenye jicho. Nikauliza, jamani, hivi kuna ajali ya basi imetokea, sijasikia taarifa? Jamaa anambia, mheshimiwa, nilikuwa wakala. Sasa usifala, yani uwe wakala mpaka uumie, watu wafe ndio sugu nitangazwe kuwe mbunge? Huo sio ubunge, na ndio maana tunashindwa hata kufanya sherehe kila tunapotangazwa. Ndugu zangu, sasa basi, hatujaja kwenu kuomba mtuunge mkono, tumekuja kwenu kuwaunganisha. Tumetoka kuwaunganisha Watanzania mbalimbali kutoka kada mbalimbali, waje wasimame na sisi ili twende tukakamilishe haya. Na katika hili tunataka wakulima, wafanyakazi. Hakuna kati yetu ambaye atasema CCM imemfanyia yaliyo mema. Ndugu zangu walimu, mpo hapa. Ndugu zangu walimu, hakuna watu ambao wanatumika kuharibu na kuiba kura, kuzuia Watanzania kupata viongozi, kuchagua viongozi wanaowataka. Walimu mmekuwa mnawasaidia sana CCM na serikali yake. Sasa nyinyi walimu, lakini nyinyi ni wa kwanza kulalamika nyakati ambazo sio za uchaguzi. Katika simu ninazopokea za kuomba msaada wa kusemewa ni za walimu. Bima ya afya haitoshi, mishahara haitoshi, uhamisho, migogoro. Lakini ikifika wakati wa uchaguzi, wakaitwa, wakapigwa ile kofia ile imeandikwa tume ya uchaguzi, nyeusi na nyeupe. Hapa wanapigwa na t-shirt kama imeandikwa tume ya uchaguzi, nyeusi na nyeupe. Ataenda tatafuta ka trouser keusi kakumechisha, akipiga na moka chini, unamwona anatembea, anajiona kama yeye ndio mkurugenzi wa uchaguzi au waziri wa sheria na katiba kudadeki. Wakati wanaacha goli, sisi tunaibiwa kura
alafu uchaguzi ukipita wanakuja tena kulialia kwetu. Pili, mapolisi wetu katika watu wengine wanaotumika kuiba kura, kuvuruga uchaguzi, kutupiga, kutuua nyakati za uchaguzi ni polisi. Lakini mimi nawaambia polisi, hii kazi ya sasa inawahusu. Tunajua matatizo yenu. Katika watu ambao wanaonewa kutoka walimu, wa pili ni polisi kwa kuonewa na serikali ya CCM. Kwa mujibu wa ripoti ya CAG, kila mwaka katika wizara ambazo zinaibiwa, hela zinapigwa kwa mamilioni, ni wizara ya mambo ya ndani, ambao polisi wako chini yake. Sasa unaweza ukaona CCM walivyokuwa shwaini, wanaiba mpaka hela za polisi na polisi hawafanyi kitu kudawateki. Alafu nyinyi mnataka kuwachekea CCM. Hii pause. Sasa nina neno kwenu polisi. Supportini hii movement. No reform, no election. Ili iende kawasaidie na nyinyi kutoka kwenye unyonge mliokuwa nao. Hawa polisi hawa, baada ya kuona kwamba serikali haiwajali wanapokufa, wakaamua kuanzisha mfuko wao, mfuko wa kufa na kuzikana. Wanakatwa mishahara inaenda pale, ili mtu akipata matatizo wasaidiane. Lakini mpaka kwenye ule mfuko, kwa mujibu wa CAG, serikali ya Chama cha Mapinduzi inapiga hela tena kule. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inapiga hela mpaka za uniform za askari wetu, wawe magereza, wawe polisi. Serikali ya CCM inakula hela za uniform. Na ndio maana mimi nasema popote, ukitaka kujua kwamba hawa jamaa wanajitegemea uniform na kila mtu anashona ya kwake, ita polisi wanne uwapange hapa, angalia uniform zao. Huyu inakuwa kama kijani kidogo inaenda CCM afu inakataa. Mwingine anakuja inakwenda kama jani la mgomba afu inarudi. Unakuta mwingine people, unakuta mwingine uniform yake inakuja kama ya Jumbe, kama ya Chadema, mpaka unataka kumpa people's power, mpaka ukiangalia mabegani unaona vyeo, ndio unaona kumbe mwela. Sasa sisi tuko hapa kuunganisha kila mtu, polisi, walimu na yeyote awaye, madaktari, manesi. Njooni tuungane, tusimamie hili jambo, twende tukapate mazingira ya uchaguzi ambao wananchi watachagua kiongozi wanayemtaka. Faida ya kupata kiongozi mliyemchagua ni kwamba ataitika wito wenu. Mkimhitaji atakuja, atafuatilia ahadi alizoahidi mpaka mkamchagua. Lakini mkikaa na kusubiri hao jamaa wanaotangazwa kwa mabomu, hawawezi kuwasaidia kitu chochote, kwa sababu hawajali, kwa sababu wanajua uchaguzi unaofuata watapita tena kwa mabomu. Sasa tunasema hiyo basi, hatukubali tena. Na kwa kusema hivyo, mimi naitwa Joseph Mbilinyi aka Sugu aka Jongwe aka Taita, ndio mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, na mkutano huu umefunguliwa. Asanteni sana. Wakati huo naomba kwa heshima na taadhima nimnyanyue makamu mwenyekiti wa chama